maamuzi. Katika maamuzi lazima kuwe na ombi ambalo unalihitaji. Yaani ukiwa unafanya maamuzi lazima uwe na maombi mengi ambayo unayafanya, kwamba Mungu, ninaamua hichi kitu and then ninatarajia nipate hichi kitu. Wale wakoma wakaamua kwamba twende hivyo hivyo, kwa sababu haja ya mioyo yetu au haja ya maisha yetu ni sisi kupata shibe, ni sisi kupata makazi yaliyo mema. Ni kama hujanielewa. Yaani unapofanya maamuzi ni lazima yaambatane na ile haja ya moyo wako, haja ya nini ufanyiwe. 7:3 inasema kwamba wale wakoma walikuwa wanatarajia wapate shibe kwa sababu walikuwa na njaa katika muda ule. Pia walikuwa wanatarajia wapate mazingira ambayo yako safi wapate. So unapofanya maamuzi, jua kwamba ni nini unachoenda kutarajia. Haya, una business yako kubwa hapa katika mkoa fulani, unataka uiarishe ende katika business nyingine. Yale maamuzi ambayo unayafanya, jua kwamba nikienda pale kuna kitu gani kikubwa ambacho kinanifanya au kinaniinfluence niende kufanya kitu, au niende ku-upload mahali pale, au niende kukichukua mahali pale. Usifanye maamuzi kama hauna ombi zito ambalo unaliomba mbele ya Mwenyezi Mungu. Narudia tena kusema kwamba don't decide au don't make a decision unless you see kwamba kuna kitu unaenda kukichukua mahali pale ambapo unafanya maamuzi. Don't make a decision unless you see that there is more great issue that you are going to take it there you decide to do. Yaani kuna kitu kikubwa ambacho unaenda kukichukua baada ya kufanya maamuzi ambayo unataka kuyafanya maamuzi. Narudia kusema kwamba maamuzi ndio yanakupa ukubwa. Maamuzi ndio yanakufanya uwe great. Maamuzi ndio yanakufanya uonekane ni mtu mkubwa. Fanya maamuzi, na katika hayo maamuzi yaambatane na maombi ambayo unayaomba kwa Mwenyezi Mungu. Wakoma wale wakamwomba Mungu kwamba twende mahali pale. Haijalishi kwamba kuna majeshi makubwa, haijalishi kwamba kuna ulinzi mkubwa, lakini tunategemea kwamba tukienda mahali pale tunaweza tukapata chakula, tunaweza tukapata shibe kiasi kwamba tusisikie njaa kabisa. Na maamuzi yao kumbe yalikuwa sahihi. So maamuzi ambayo unayafanya, kama kuna mawazo yanakuja mawili katika kichwa chako, ya kupasa utulize akili na ya kupasa uangalie kile kitu ulichomuomba Mungu kwa muda mrefu. Yaani for example, umemuomba Mungu, ninaomba nipate gari, ninaomba nipate maisha mazuri katika umri fulani, ninaomba nipate maisha mazuri katika miaka fulani. Sasa kitakacho kufanya utulie au kitakacho kufanya ufanye maamuzi, si yamekuja mawazo mawili, na hayo mawazo mawili inatakiwa uyafanyie maamuzi yaliyo sahihi. Na return katika yale maombi uliyokwisha kumwomba Mwenyezi Mungu miaka iliyopita, kwamba Mwenyezi Mungu alimuomba kwamba akupatie gari au kupatie vitu fulani, vitu vikubwa. Hasa ya chekecha hayo maamuzi ambayo unafanya, kitu gani kikubwa kinaweza kukuletea hicho kitu ulichomwomba Mwenyezi Mungu. Na hapo sasa ndio utajua kwamba maamuzi ambayo unayafanya hapo sahihi, hapo right. Na summarize kusema kwamba maamuzi ambayo unayafanya, hakikisha yanaendana na kile kitu ambacho unamuomba Mwenyezi Mungu. Maamuzi ambayo unayafanya, hakikisha yanaendana na kile kitu ambacho unamuomba Mwenyezi Mungu akutendee. Maamuzi unayoamua sasa hivi, hakikisha yanaendana na kile kitu ambacho unambiria kila siku Mwenyezi Mungu aitendee familia yako. Maamuzi unayoamua this time, hakikisha kwamba inaenda proportion na kile kitu ambacho ulimuomba Mungu kwa miaka mingi sana hakikutendeka. Ndicho inatakiwa sasa ufanyie maamuzi. Your decision that you made for this time, hakikisha iko proportional na kile kitu ulichomuomba Mwenyezi Mungu akufanyie. Okay? Yes.